la maisha. Mahojiano na mazungumzo kuntu. Ikani saa 2 dakika 20 zinakatika na maisha video zaidi ya video. Kwenye laini ya simu tuko naye mwandishi wetu wa habari Chris Kimuya, upande wa pili yuko katika sehemu ya Choka hapa Nairobi. Chris atakuwa anatueleza kwamba Choka kunapatikana katika bunge gani hapa Nairobi. Kaka Chris, ujambo? Jambo, ulivyosema niko sijui ni Choka, sijui ni Choka vile umeitaja. Lakini wananchi wenyewe watatuambia tuko wapi. Kwa hivyo kama ulivyosema niko Choka na tunazungumza na wananchi wa hapa, tutakuwa tunazungumzia masuala mbalimbali na wamejipanga kweli. Nimependa bunge lao. Tutakuwa tunazungumza na watu angazie masuala mbalimbali kuhusiana na siasa. Na kabla nianze na kabla tuzungumzie topics zile tuko nazo siku ya leo, nataka nimkaribishe speaker akaweze kutukaribisha katika bunge hili. Lakini kabla ya hapo, nadhani mnapenda kusikiza Radio Maisha, si ndio? Kweli. So Radio Maisha, najua mnajua slogan yao. Radio Maisha, tuko pamoja. Tuko mbele pamoja. Radio Maisha, tuko mbele pamoja. Kabisa. Karibu speaker, tuambie hapa ni wapi, mbunge wenu hapa ni nani, na kawaida mko vipi kama wananchi? Asante sana. Kwa majina naitwa Macbeth Ondera Makoha. Mimi ndio speaker wa bunge la Choka. Na hii kama Miango, hii ndio eneo bunge la Embakasi East, ambayo inapatikana katikati ya Utawala na Miango. Leo tumwashukuru sana kukuja kututembelea, tumefurahia. Tumeona kweli Radio Maisha inatukumbuka. Umesema hapa ni Embakasi East kwa Babu Owino. Hapa ndio Embakasi East kwa Babu Owino. Bunge wenu mchapakazi, nasikia anafanya kazi nzuri. Labda maendeleo mnayaona ama ni ile ranking tu wanalipa ndio tuone wako? Mbunge wetu anafanya kazi. Babu Owino anafanya kazi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yeye hatuwezi mpinga kwa sababu kila kitu yenye tunataka tunapata. Ni ile amekaziwa. Anaweza ugavana na anataka ugavana. Boss, hiyo tunachukua. Hiyo hakuna tafadhali. Okay, nataka tuanze majadiliano yetu siku ya leo. Tumeona upinzani unajikusanya na umetia mkataba saini wa kufanya kazi pamoja. Unadhani kuwa upinzani utadumu hadi 2027 kuanzia sasa hivi? Mimi naona haiwezekani kwa sababu kwanza, kitu ya kwanza, sisi kwanza mbunge wetu amebaguliwa. Amerudishwa kando. Amenyimwa zile sera zenye anaweza kupatia watu wake, na ambapo ni sisi. Ndio maana leo tumeleta time mkutano tukasema bana, haiwezekani, lazima tulilie mbunge wetu. Hata wakati wanaenda kukaa chini wagawane, sisi pia tupate haki zetu. Kwanza mara ya kwanza tumenyimwa haki za walimu. Wetangula amekuja, amechukua maneno, imekuwa ngumu. Ati lazima unaenda State House, unaenda unapatiwa barua za watu wa walimu wa TSC, ambapo haiwezekani. Unaona, haiwezekani. Itawezekanaje watu watoke hapa, wale wenye wanajulikana wanaenda State House kuchukua zile barua za kwenda kufanya za TSC, ila hali kuna walimu wa 2014, 2015 ukirudi nyuma mpaka saa hizi hawajapata kazi. Haiwezekani, hiyo haiwezekani. Ndio maana unaona tunasema lazima tuweke mkubwa wetu mbele, lazima tuweke kiongozi wetu mbele, atulilie, kwa maana yeye ndio utulilia siku zote. Okay, asante sana. Tupate mwingine hapa. Unadhani muungano wa upinzani sasa hivi wanasema one term, kuna Gachagua, Kalonzo, Matiang'i, watashirikiana pamoja hadi 2027 na kuweza kumuondoa Ruto kama vile wanasema wao ni one term? Mwanzo kabisa, kwa jina ni Enoch Atei, Prime Minister bunge la mwananchi Choka. Mimi katika upinzani nikiangalia kwa kina zaidi, upinzani wakikuja pamoja, wakuwe na kauli moja, wakiacha kila mtu aweke tumbo yake kando kwanza, wakuje pamoja, washikane, watoe mtu mmoja, I'm very sure watapeleka Ruto nyumbani. Lakini wakikuja Gachagua anataka kusimama, Matiang'i anataka kusimama, nani anataka kusimama, Kalonzo, watagawa hizi kura zote. Kwa hivyo wakikuja pamoja, kama ni Gachagua hata hafai kusimama, aachawa wengine. Lakini Gachagua amesema yeye ni kingmaker. Ndiyo, ni kweli, na anasema kwamba kuna numbers, lakini pia unajua kuna uongozi na kuna wanasiasa. Kwa hivyo Gachagua ni mzuri akiwa mwanasiasa, lakini katika uongozi naona pale kidogo bado. Kwa hivyo itakuwa vizuri zaidi wakikaa chini, waangalie yule mtu mwenye na ambaye wanaweza wakapatia kiti cha flag bearer ya president, najua atapeleka Ruto nyumbani. Unaona nani, combination gani inaweza kumfanya Ruto akuwe one term?
Sini Sifuna tu, kwa sababu Sifuna unajua wakati alitolewa katika upande wa ODM, hivi sasa unajua ameenda kiwango moja na Mheshimiwa Ruto, kwa sababu hata Ruto saizi hawezi lala. Akona tumbo joto, kwa sababu akiamka asubuhi anasikia Sifuna, akilala jioni anasikia Sifuna. Sasa Sifuna amefika kiwango chenye ambacho hivi sasa ukiwapima na Ruto ni same. Yeah. Hapa mnasema nyinyi ni Sifuna bado? Kuna baadhi ya wale wenye ambao wanasema kuna Sifuna, kuna wengine wanasema kuna Matiang'i, kuna wengine wanasema kwamba wao wako na Kalonzo. Kwa hivyo katika bunge hili kuna watu wa kila mmoja. Kwa mfano mtu kama mimi niko na Mheshimiwa Matiang'i, kwa sababu Matiang'i ni wa kwetu. Lazima niseme kwamba Matiang'i yako sawa. Sasa hizo ni siasa za ukabila. Tupate mwingine hapa, anasema, unasemaje, unaona muungano utadumu hadi 2027? Number 1, majina naitwa Edward Agusa, mkaji wa Embakasi East, mchi wa Chokaa. Katika muungano wa upinzani, hakika kwa saa hii haiwezi enda zaidi, kwa sababu kila mtu ako na nia yake. Saa hii tumepata, tuko na Matiang'i, tuko na Kalonzo, tuko na Sifuna, tuko na Gachagua. Gachagua ndiye anasema sasa anataka kuwapanga, na hao wengine ambao wamekuja saa hii wako na nguvu kuliko Gachagua. Tukiangalia Sifuna saa hii ako na umaarufu na kikozi ambayo ni vijana wadogo kuanzia miaka 18 kuendelea mpaka miaka 40. Sisi tunaenda kupita na Sifuna, kwa sababu tunajua Sifuna ni kijana, ataweza elewa vijana tunahitaji nini. Okay, tupate wa upande huu. Unadhani aje kuhusu huu muungano? Naomba usongee hapa, ndipo kaweze kuonekana kwa kamera. Huu muungano wa upinzani utadumu? Mi upande wangu, mimi ni sura mbaya, mavazi mbaya. Mimi napinga hiyo maneno sana. Sioni kama itadumu. Hao watu watapigana hapa mbele juu kila mtu ako na ubinafsi kivyake. So hiyo ubinafsi sioni kama hao watu wataweza. Hata hao mpaka saa hii unaona hii upande wa Linda wa Wananchi, hao wenyewe sasa hata ndio wenyewe wameshaanza kupigana. Unapata Babu anataka kiongozi, Orengo anataka kiongozi, na Sifuna pia anataka kiongozi. Na hiyo baada hata wajaungana na kina Gachagua. Sasa niambie, wakiungana na kina Gachagua, hiyo kitu itadumu? Mimi sioni kama itadumu. Hivyo tu. Na kuna wale wamesema kuwa kuna kikundi kimejitokeza kikaenda kikaandikisha jina la Linda Mwananchi. Ni kama ni njama ya kuzuia chama cha Linda Mwananchi, kwa sasa hivi ni vuguvugu, kisiandikishwa kuwa chama. Unadhani kuwa si njama ya serikali hii na viongozi wote wa broad-based kuzuia Linda Mwananchi isiandikishwe na kwa chama kama vile Sifuna anavyodai? Hapana, hiyo si mambo na serikali. Hiyo ni kitu yenye iko, na kama walikuwa wanataka hiyo kitu, hiyo chama, hiyo Linda Wananchi kuwe party, wangeanza mapema. Kuna wenye wanafanya hiyo mambo ya kuregister party. Kama wamesema haifai, hiyo ni mambo yao. Hiyo sasa sisi hatujui. Waende tu huko wadhibitishiwe ni nini inafanyika huko. Asante sana, umeniambia unaitwa sura mbaya. Tupate mwingine hapa. Okay, mimi kwa majina naitwa Victor Chieng Dobi, coordinator wa bunge la wananchi Miang'o Choka chapter, eneo la bunge Embakasi East. Yes. Tunaongelea kuhusu Linda Mwananchi. Kuna chama kimejiandikisha pale na kusema kuwa kitajiita Linda Mwananchi. Unadhani ni njia ya upinzani? Kulingana na registry of political parties inakuanga independent. Serikali haijaingilia kwa registry of political parties. Kwa hivyo kama chama chako haiko qualified kukuwa registered through, kukuwa approved and kukuwa registered through political party, uwezi laumu serikali. Upinzani na Linda Mwananchi unaweza kutetemesha Ruto 2027? Upinzani ukianza kupinzani kweli, kila hawa watu viongozi au vigaga wanasema hao ni watu wa upinzani. Kila mtu ako na masuli zake, kila mtu alijitetemea ama kila mtu alijitokea mwenyewe. Ukiangalia Gachagua, hakuna mentor kwa hawa opposition. Hakuna mtu ashai mentor. Kama ni Ndindi Nyoro ni mtu ambaye amejitokelezea kivyake na kuwa amekuwa mentor na Mheshimiwa Samoei Ruto. Ukiangalia Mheshimiwa Babu ni mtu amekuwa mentor na Honorable the former Raila. Ukiangalia Sifuna the same, ni mtu amekuwa mentor na Honorable Raila. Ukiangalia Matiang'i ni mtu alikuwa kwa mkono ya Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo hao wote wako na idea zao, na kila mtu Gachagua wacha asukume kivyake,
juu akujai menta mtu. Hakuna mtu ambao ametoka kutoka chini hadi juu. Yeye mwenyewe tu ni mvazi wake yeye. Kuna vijana kama kina Methu bana. Methu hakutoka kwa Gachagua. Methu alikuwa mtu wa Mheshimiwa Samoei Ruto. Kwa hivyo Gachagua pia atafute watu wake kutoka utotoni. Ale watu wao. Ndiye akuwe na ile kiongozi, akuwe na huyo umaarufu ya kuongozi. Ukitaka kuwa kiongozi, chukua kijana wako kutoka utotoni, umulee mpaka kuwe juu. Ndio useme huyu anao nilimfunza kazi, huyo nao nisikumfunza kazi. Aache kugamba ama aache kuchukua wale viongozi ambao wamekuwa kwa chini la mtu. Yeah. Inasemekana kuwa upinzani ama serikali Broad-Based pamoja na Kenya Kwanza wanatumia viongozi katika upinzani kama malls pale. Kwa mfano Ndindi Nyoro amekashifiwa sana na kuitwa mall. Unadhani kuwa Ndindi Nyoro ni independent na yuko upinzani na anasema one term akiwa legit kama kiongozi mwenyewe? Okay, mwanzo kabisa mimi naitwa Brian Sanda, rais wa bunge la Mwananchi Choka. Mimi kwa maoni yangu, mwanzo power ni tamu. Wananchi power. Radio Maisha. Tuko mbele pamoja. Yes, sasa kama power ni tamu, sisi tayari tuko ndani ya power. Na tuwezi toka ndani ya power, tutoke nje ndio turudi tutafute power. Kwa hivyo power tuko nayo na tutaendelea kushikilia power. Na nikiongelea kuhusu mswada wa Ndindi Nyoro kujitokeza kuwania urais, kwa hakika tushaona ya kwamba kuna mpangilio yenye iko, na hiyo mpangilio iko na watu wa Mlima Kenya. Kwa hivyo waliangalia wakaona hii pande ingine watu kama Babu Owino na Sifuna wako na future ya 2032. Juu 2027 hiyo siasa yake tulishamaliza na tumejua rais ni nani mpaka 2032. So hii preparation ni ya 2032, si 2027. So ukipata vijana kama Ndindi Nyoro wanajitokeza, ni ile ya kwamba wakuwe popular, wajitayarishe kwa 2032. Lakini si 2020. Nimesikia ukitaja masuala kuhusu power. Power nadhani ni slogan ya Broad-Based ikiwa ni ODM. ODM iko na power kweli? Sasa hivi kweli kuna mtu anaamini ODM sasa hivi? ODM iko na power na iko ndani ya power. Kwa nini nasema hivyo? Unaona wakati maandamano ilikuwa hapa Kenya ya Homa Bay. Hapana, ya si ya Homa Bay. Okay. Ile ya reject finance bill. Unaona ya kwamba mzee hayati alikuja pamoja akaungana na rais wa sai, wakatengeneza serikali, ikakuja ikawa Broad-Based. Ambapo unapata kuna wengine kutoka ODM ama... Wacha nikuulize swali direct. ODM itapata nini kwa Broad-Based? Naibu wa rais labda? Hiyo pia tunashughulikia kwa sasa, lakini bado ni mazungumzo. Na umejua once tuko pale ndani, kila position ukipewa lazima userve vizuri. So kwa saa hii kama bado tuko na naibu wa rais Kithure Kindiki, kama anaserve vizuri bado anaweza baki hapo. Lakini huku kwingine tunaweza ongezwa ministries na viti zingine. So bado tuko kwa power na tunajiprepare 2032 kutoa kiongozi na kuchukua mamlaka. Acha niulize wa upande huu. Unadhani kuwa, naomba ukasongea hapa karibu, unadhani kuwa ODM na Broad-Based pale ndani wako imara ama watajiondoa? Manake hiki kiti kinaonekana kupigiwa upato Kithure Kindiki. Okay, kwa majina ni Nancy Moruri, woman representative wa wanawake bunge la Mwananchi Choka. Vile ninaona ODM iko imara kabisa na iko ndani ya power. Yeah. Na Linda Mwananchi na serikali ya upinzani unadhani zitaungana na kufikia tamati katika muungano huu na kupata urais? Kwa Linda Mwananchi ni ngumu sana, na vile nawezaona Linda Mwananchi ni wale nawezaita confused elements.
hawawezi ungana na serikali. Naam. Okay, asante sana. Naomba tuzungumzie swala lingine kuhusiana na ajira. Weekend hii Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula amesema kuwa wabunge wanaenda State House, wanapewa barua, alafu wakienda kule mashinani walimu wanatoa 400,000 ama 300,000 ndiposa uweze kupewa ajira. Unadhani kuwa ajira za serikali zinapewa kulingana na qualification na process ya TSC, ama ni who you know na pesa zile utatoa? Wacha tuanze na nani? Tuanze na huyu hapa, na msongee hapa mbele hivi. Okay, hiyo swali umeongelea ni msemo ilisemwa, lakini hatujadhibitisha kama ni ukweli. Unataka dhibitisho gani? Na spika mwenyewe amesema. So kama ni hivyo, kitu mbaya tunasema ni mbaya na hatuwezi support. Kwa hivyo kama ni hivyo, tunaomba ya kwamba waachane nao maswala, wapeane kazi vile ilikuwa inapeanwa kitambo. Ukiqualify kupata hiyo kazi, upewe kazi. Si ati lazima uende State House, uchukue barua, sijui ufanye nini. Hiyo itakuwa ni dhuluma kwa wengine. Juu kama usupport serikali, huwezi pewa hiyo kazi. So kazi ipeanwe vile ilikuwa inapeanwa kwa wananchi wote. Kwa sasa hivi unadhani kuwa ni sekta ya walimu pekee? Ukiangalia sekta za polisi kumekuwa na lalama. Unadhani kuwa ajira zinapeanwa kwa usawa? Mimi kwangu ajira zipeani kwa usawa, hata kwa wote, hata kwa hao walimu. Hata kama ni kwenda huko ndio mtu apate kazi, mimi naweza wasupport waende walipe huko. Juu hata hao wabunge wakipewa hizo chances, unapatanga mbunge amepewa chance hata wa polisi 10 ama 5, lakini hao hizo positions wanaenda wanauza. So hata president kama anaweza auze na peane watu, na mtu ajue ni nani ndiye amempea. Si mtu atakuja nayo kwa ground aseme ati alipea mtu kazi na huyo mtu alinunua kazi. Okay, una support rais kuuza ama watu ndani ya serikali kuuza nafasi za kazi, kwa mfano kama kwa walimu ama mapolisi? Naam. Swali nzuri sana, na hiyo ni swali ambayo hii ni shida ambayo imetusumbua sana. Tukianzia katika vile umeuliza swali ya kwamba tuanzie katika ualimu. Ualimu hakuna vile utaweza ingia katika ualimu kama una 1200 na 400. Niko na uhakika hata mahali ninatoka kuna mwalimu wako huko saa hii anahitaji 1200 ndiye aingie katika hiyo kazi, na mpunge ndiye ako na hiyo parua. Tukikuja katika kikosi ya polisi ama ya jeshi, unaona Mheshimiwa Osoro juzi alisimama na vijana zaidi ya vijana 20 kutoka eneo lake ya kwamba ameweza kuajiri. Osoro alipewa hii nafasi kutoka State House direct akaajiri vijana. So ni jambo ambalo limetusumbua wananchi, limetusumbua sisi wenyewe. Hata sisi wenyewe tunapoenda kwa ofisi kutafuta kazi, nimetafuta kazi ya uchifu, lakini ninapoenda mahali pale ninaulizwa uko na nani? Ni nani amekutuma? Je, unajua mtu nasema pana niko na document na nimequalify ndio hizi, lakini unaambiwa enda upitie kwa mtu fulani ukuje ndio uweze kupata hii nafasi. Ukienda kwa huyu mtu fulani anakuambia ni 1600, ni 1200. So tunaweza kusema ya kwamba mheshimiwa vile ameleta hii jambo siulikiwe. Wabunge wenyewe ndio wanatukura, ndio tulichagua. So tunaomba tu ile serikali itakayoingia next, kwa sababu tumesikia mwenzangu amesema hapa wako ndani ya power, lakini power inaendelea kuexpire. Okay, sawa, tupate mwingine kuhusiana na swala la ajira. Pia mimi nikiangalia jinsi na ambavyo mheshimiwa Wetangula aliongea pale, ni bayana kwamba lazima watu wanunue kazi. Kwa mfano, hata hivi sasa tukiwa katika taifa letu la Kenya, hata kabla tuzaliwe, tumekuwa na hizo mambo kwamba kama unataka kuandikwa askari, kama unataka kuandikwa walimu, lazima ukaweze kulipa pesa fulani. Unapata kule mashinani, mzazi ako na kipande cha ardhi pale, unapata kwamba alipewa nafasi, lakini akaambiwa aleta shilingi 1300. Akaenda akauza shamba yake pale nyumbani ili akaweze kupeana kwa yule mwenye namba atapea mtoto wake kazi. Lakini kwa bahati mbaya ama bahati mzuri, yule mwenye alipewa ile pesa akupea yule mtoto kazi. Mbona, wacha nikuulize swali, nikukatize tu kwa ufupi. Mbona utoe shilingi 1400 upewe kazi ya walimu ulipwe 1030 kwa mwezi? Unajua
mtu amesoma ili apate kazi, lakini yule mzazi anajua kwamba akipea yule mtoto, akimuuzia shamba ili akaweze kuongana pale, yule mtoto akaweze kupata kazi, akiingia pale kuna maendeleo ataleta kwa familia. Anaweza chukua loan zake kwa haraka, akaweze kufanya maendeleo, akaweze kurudisha shamba. Lakini shida yenye tunakuwa nayo ni kwamba yule mtu ameshapewa pesa, kama ni askari ama mtu mkubwa, anaenda anachukua hiyo pesa ama ananyamaza ama anapotea. Unapata kwamba yule mwenye ambaye shamba yake iliuzwa, anarudi anaanza kuwa kama chokora kule nyumbani, kwa sababu shamba yake iliuzwa ili akaweze kupewa yule mkubwa akaweze kumpatia kazi. Sasa hiyo ndio changamoto yenye ambayo tuko nayo kubwa. Okay, tupate huyu wa mwisho kuhusiana na swala hilo la ajira. Unadhani is it free and fair for you to bribe ndio uweze kupata kazi? Mimi ninaona hiyo kubribe ni mbaya. Ile kitu mzuri mimi ningesema na ningeweza kuhimiza zaidi kuhusiana na historia ya ajira. Ajira kwanza, kitu ya kwanza ni mapenzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtoto wako umemsomesha, amemaliza, kitu chenye anaenda kutumia ile ng'ombe kidogo alikuwa amebaki nao kwao ndio anauza na anapata ajira. Sasa mimi nilikuwa nahimiza katika serikali, tafadhali, kwenye Ruto yuko na viongozi wengine, badala ya kuchukua hizi viti mnaenda nazo mnagawanya, mnapatia wabunge wanaenda wanauza, tuanze kujua kwa kila constituency ama kila county tukwe tunaweka slots. Kama ni walimu tumepatia Embakasi slot hii, kama ni walimu, kama ni nini askari tumeweka Embakasi North kiasi hii, kama ni yani kukue kwa kila county tunikae tukijua. Kama mshahara peke yake wanachukua mshahara wanatuwekea, wanatuambia mbunge analipwa mshahara pesa hii, mbona hata hii kazi wasituwekee, waseme round hii tumeweka polisi ni hivi, na Embakasi tumepeana hivi, Embakasi North tumepeana hivi, na Embakasi West tumepeana hivi. Hiyo ndio nilikuwa ninaona, hiyo ndio inaweza kuwa kama free and fair. Shida si kuweka Embakasi East maeneo mangapi, ni process ile inatumika. Je, unadhani kuwa the process hii ya wabunge kupewa slots na kupewa pesa, is it free and fair? Mimi kwa mfano sijui mbunge yote, nitawahi kuja kupata kazi, lakini tuachie hili swala hapa. Naomba turudi studioni, tukirudi tutakuwa tunaangazia hilo swala la hii process inafaa ielekezwe aje. Kwako Okumu na Sakali ukiwa studioni, tunarudi kumalizia hilo swala na tuzungumze masuala mengine. Bila shaka ni mazungumzo mazuri, kumewaka moto katika bunge la maisha mtaani edition katika eneo la Choka, Embakasi Mashariki. Asubuhi leo mwanahabari wetu Chris Kimuya akiwa anazungumza na wenyeji katika bunge la maisha mtaani edition this morning. Bunge la maisha. Mahojiano na mazungumzo kuntu. Bila shaka kila siku ya Jumatano tupo katika bunge la maisha mtaani edition this morning. Tuko na mwandishi wetu wa habari Chris Kimuya, eneo la Choka, Embakasi Mashariki. Chris Kimuya, bila shaka kama unatupata mbashara, kazi kwako. Asante sana Okumu na Sakali. Tulikuwa tunazungumzia masuala ya ajira, nataka tumalizie hapo, alafu wananchi wa hapa wameniambia ni kama wanaufahamu na wale watu ambao wana sponsor goons. Kumbuka Murkomen juzi amesema kama unajua mahali kuna maandamano usiende hapo, usifanye siasa zako katika mahali unajua kuna goons. Kwa hivyo watakuwa tunamalizia na hilo swala, lakini kwa sasa hivi swala la ajira, unadhani kuwa the process ya kupeana ajira Kenya ina usawa? Naitwa Grace kutoka bunge la mwananchi Choka. Kwangu it's so unfortunate that ile serikali watu wanavutia, especially the youths, wanahave kuhongana ndio wapate kazi, na ndio unapata wale wanapata kazi ni wale watu wenye wanajiweza. Ukitoka huku nje, so many youths are jobless because hawezi afford hiyo pesa. So kwangu it's high time serikali consider hiyo mambo ya lazima ubribe na upate kazi, ndio ina lead watu hata kukua goons because they can't afford maisha yenye watu wanaishi sai na wako kazi. Sawa, will we have qualified teachers na maafisa wa polisi iwapo hizi nafasi zitapeana kwa njia kama hii? Okay, hatutapata watu qualified kwa sababu watu wenye wanapata hizi kazi ni watu ambao wanajua nani, wako na nini, na pia wako na pesa kwao. So wale qualified people wana lose hizi chances kwa sababu hawana anything. But already hao ndo the best people tunaweza pata kwa ground. Kama tuseme hiyo sekta ya ualimu, naweza sema hiyo njia ambayo inatumiwa si njia ambayo inafaa. Unapata mtoto amemaliza shule vizuri, ile help amepatiwa, hiyo help imemsomesha amemaliza, na huyu mtoto anafaa apate kazi, ndio ile pia help iweze kulipwa ili iweze kusaidia mtoto mwingine. But huyu mtoto hawezi lipa hiyo help because amemaliza shule na hajapata ajira kwa sababu bado hana pesa ya kuhongana ingie pale.
Thank you so much. Tupate mwingine hapa swala kuhusu ajira. Songea hapa, unajua we ni mrembo sana. Urembo unafaa uonekane kwa kamera. Unadhaniaje kuhusu hili swala? Kwa majina naitwa Dama Crane James kutoka Bunge la Mwananchi. Mimi naonelea mimi naonelea according to my side hii nini, hao watu wenye wamesoma and then unapata hawana kazi, lazima ukuwe na connection ndio upate kupata kazi. Serikali iangalie hiyo swali iangalie kwa hiyo maswara sana, juu bila connection hii Kenya huwezi pata. Kuna watu wengi wamesoma, kuna watu wengi wako na masati kwa nyumba, kuna watu wengi wako qualified to be teachers, maybe na sectors zingine, iangalie sana. Asante sana. Kwa ufupi tuangazie swala la goons. Mbunge wa hapa Babu Owino ameshtumiwa na viongozi wa serikali kuwa ni mmoja wa wafadhili wa goons. Murkomen naye anasema kama kuna mahali kuna goons usifanye mikutano. Unaonaje? Nani huyu ana sponsor goons? Kwa ufupi tukimalizia. Angalia kamera. Mambo ya goons, Mr. Babu Owino hana magoons, hao ni wafuasi wake na wafasi wake hao ni wafuasi wake ambayo huwa wanapigwa na watu wengine wa mbalimbali, halafu wanamwekelea kama goonism. Hao ni wafuasi, hao ndio huwa wanavamiwa. Mheshimiwa Babu hananga goons, ni mtu mtulivu. Hapo nyuma tu alikuwa na utelevu kidogo, lakini siku hizi ameshika njia, siku hizi ni mchapikazi na wafuasi wake pia wanampenda. Yeah. Naomba usongee hapa katikati ndi tusiweze kustrain. Swala la goons, nani huyu mfadhili wa goons na watu wasifanye mikutano mahali kuna goons? Sisi kama serikali watu wa tutam hatuwezi sema ati Babu hakuna goons. Babu ni watu wenye watu wanampenda, la si ati namtetea Babu. Na kama unataka kujua serikali inapenda kila mtu na inapenda ilinda wananchi, kwa kati walikuwa na Homa Bay. Sisi kama serikali tulitoa polisi, hata nyinyi mliona. Tulitoa polisi wengi sana, nyenjaenda wape akina Sifuna na kina Babu ulinzi. Sisi mambo ya goons, Babu ni kama tunaweza sema kama kuna vijana wanampenda na kuna watu wengine pia wanamslead. Lakini sisi tunaweza sema goons, Babu wana goons. Na sisi tuko tayari kama serikali watu wa tutam. Tutapea kila mtu yote wa siasa. Mwenye anataka mtu yote wa siasa tutampea ulinzi. Ni kazi yetu kama serikali. Kama mimi mtu wa serikali, tutapea kila mtu ulinzi ya kutoza. Mapolisi tuko naye ya kutoza. Lakini so far watu wamekufa katika hii mikutano bwana. Ingawaje watu wamekufa, lakini si kupenda kwa serikali, kwa sababu serikali pia haiwezi penda watu wakufe. Serikali imeshindwa kulinda watu wake. Serikali haijashindwa kazi, kwa sababu tuko na polisi wa kutosha. Hata juzi recruit mapolisi wengine na watu wako wa kutosha wa kupeana ulinzi. Lakini nyinyi pia wanasiasa, ongea na watu wenu. Si ati kila pahali. Nyinyi pia wanasiasa tunataka kuwahonya. Niliona kwa gari yenu kama wakati ulikuwa Homa Bay, kuna gari yenu kuna hata vijana walikuwa wanatoka na mapanga. Sijana kitu kama hii, na sisi tunajaribu kuwapea nyinyi ulinzi. Sijana mliona gari yenu kuna vijana walikuwa wanatoka na mapanga na visu. Sijana kitu kama hii. Nataka tuambie hao watu walinda bwananchi, mtu yote wa siasa tafadhali, kama serikali ndio iko na nini ya kupeana ulinzi, si ati wewe unajipeana ulinzi unatembea na watu na mapanga kwa gari yako. Hiyo kitu tumekemea kabisa, tunataka kuona kitu kama hiyo tena. Okay, thank you. Tupate mwingine. Mambo na goons, mimi nitasema vizuri. Goons, sijui watu wana describe goons aje. Juu mimi najua kama mimi naweza sema goon, mimi mtu hawezi kuja kwangu anitishe tena kuje tena na watu napanga, then nimwaje tu mniambie huyo mtu ni mtu mzuri. Mtu hawezi kuchokoza kuje kwako then anasema ati watu wengine ndio wako na goons. Mwenye alitoka hapa akienda kwa wenyewe kupiga watu huko kwao, huyo ndio wenye goons. Huyo ndio mwenye analipa goons. Sijui usalama wangu uko aje. Naona jamaa umekuja na rungu hapa. Niko sawa? Niko sawa. Okay, sawa. Okay, mimi nikiongelelea maneno ya goons hii maneno ya goons kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakuna mbunge wowote, hakuna gavana wowote hana goons. Ni historia ya Homa Bay ikiwa pamoja na watu wakipigania huko, ndio maana tulianza kuona goons wakitokea. Gachagua na goons wake, Sakaja na goons wake. Tukikuja kwa Kaluma Peter, hao ndio facilitators wakubwa hii goons. Hawa watu wote wanajua ile kitu wenye vijana wanakosa, wanawatumia kama goon.
Okay, sawa. Tupate mwingine, dakika zangu zinaisha. Yeah, number one, asante sana kwa hilo jambo ya maguns. Hakika ni ya kwamba kila mheshimiwa mahali amefika saa hii ako na kikosi yake, na hiyo kikosi yake ndio chini imebadilika. Walikuwa na hiyo kikosi ilikuwa inaitwa security ya mheshimiwa, saa hii imegeuka imekuwa ni guns. Hata hapa mahali tunaishi tunajua kuna kikosi ambayo hapo awali ilikuwa ni security, lakini ikakuja tabia ya mtu vile una BF ndio inageuka inakuwa guns. So ninajua ama tunajua hata sisi wenyewe ya kwamba kuna vikosi za waheshimiwa wanatembea nayo. Mimi siwezi mention mheshimiwa, lakini kila mmoja akienda mahali utaona vijana wameshuka, they are not in uniform, lakini they are armed. Wako na rungu na wako na mapanga. Ukileta fujo atakuletea fujo, ukileta amani atakuajilia ufanye shughuli zako. Tupate hapa, kuna mmoja kona rungu. Nadhani usalama wangu uko sawa. Usalama uko sawa. Na swala la guns, unadhani kina nani hao wanafadhili guns? Na pande zote kama mwenzetu alivyosema, kila mwanasiasa ako na guns. Na kwa nini vijana wanakubali kupewa 200 wakuwe kama guns? Asante sana. Ningependelea kuongelea kwa majina ni Ogola Kevin Oda Bandu. Ningependa kuongelea hii upande wa guns. Guns imeenea kila area Kenya. Unapata wanasiasa wakienda mahali, unapata watu wanatembea na kitu kama hii. Utagongwa kichwa, utabaki hapo umekufa. Sana sana wanasiasa wetu hapa Nairobi. Umekuja kutuonyesha ama hii unatembeaga nayo? Nimekuja kuwaonyesha hii ni power. Ama ni gun? Hii ni power. Hii ni power ya bunge. Kweli? Mimi kama mwanabunge wa Chokaa, nasema hivi, sana sana relax. Wenye gun sana sana. Kila mwanasiasa najua ako na guns wake. Sana sana hapa Nairobi naye Babu Owino naye anashinda watu kwa guns. Anashinda watu kwa guns sana. Lakini hata Gachagua ako na guns wake, lakini hawafikiwa Babu. Okay, tupate mwingine. Nikiongelelea upande wa guns, mwanzo kabisa serikali ndio inatufail. Serikali ndio itatufail wakati ambapo guns wataendelea kuangamiza watu. Kwa mfano nikiongelelea, kuna wakati mkutano ulifanyika kule kuhusu public participation, ile kanisa ya Cathedral kule Nairobi. Tuliona guns wakikuja na serikali. Wanapelekwa vizuri, wakishapora watu tena wanatoka. Naomba uongelee swala la Murkomen. Serikali inachukua hatua gani kukabiliana na guns? Okay, nafikiri kwamba Murkomen amefifia katika kazi. Kwa sababu hakuna venye na ambavyo anasema kwamba hakuna guns, na guns wako wanaonekana. Kwa hivyo ni jukumu la serikali itoe mtu kama Murkomen kwa kiti cha interior, kwa sababu hiyo nayo amelemewa nayo. Ukiangalia tumekuwa na kule shida Yemen kule Homa Bay, ambapo guns waliweza kufika pale wakaweza kuangamiza familia. Kuna familia wanaendelea kulia hivi sasa. Mheshimiwa Murkomen ametokea akasema, kama nyinyi mlikuwa mnajua kuna guns, mlienda kufanya nini pale? Kwa hivyo inaonyesha kwamba 2027 tukielekea tunafaa kujilinda zaidi, kwa sababu kila mtu akisema kwamba kama mlikuwa mnajua kuna vita 2027, mbona mlienda kuchaguana? Kwa hivyo Mheshimiwa Murkomen, is high time Mheshimiwa Ruto angalie wale wenye ambao wanafanya na wao kazi, kwa sababu hii gunism ndio inaenda kuumiza nchi yetu ya Kenya, na serikali inawajua, si eti haiwajui. Kwa sababu hivi sasa hata mtu akienda aibe pesa fulani ama kwenda bunduki, serikali itamtafuta, hata kama atakuwa kwa shimo gani itamtoa. Lakini hawa guns hawawezi tafutwa kwa sababu wanafanya kazi na serikali. Asante, tumalizie na rais nusu dakika kuhusiana na swala la Murkomen na vile serikali na handle guns. Okay. Mimi swala ya Murkomen wenzangu washaongelea na imeeleweka. Mimi kwa maoni yangu nataka tu kushukuru watu wa Radio Maisha chini ya KTN kwa kututembelea, na tunaomba ya kwamba muzidi kututembelea. Isikuwe ni mara ya kwanza na mara ya mwisho. So nataka kuongea pia na serikali na wahusika pia.
ya kwamba ukiona saini asubuhi na mapema na unaona hii umati yote iko hapa na ni masaa ya kazi, kumaanisha hii umati yote haina nini? Haina kazi. So tunaomba kwa serikali ya kwamba through bunge la mwananchi, hapa ndio tunachukua maoni ya kila mtu, wale wananchi wa chini na pia wale hawana kazi wanajulikana hapa. Kwa hivyo naomba serikali ya kwamba hata kama hawawezi peana wao watu wote kazi, wapeane empowerment yenye itafanya kila mtu apate kitu ya kutega kipato. Kama sio hivyo, na washukuru sana na naomba ya kwamba tushirikiane kwa pamoja na tuendelee mpaka mwisho. Asante sana. Limekuwa ni bunge la mwananchi mtaani edition, tukiwa eneo la Chokaa, na tunashukuru sana. Na hii ni Radio Maisha, tuko mbele. Radio Maisha, tuko mbele pamoja. Nimefurahi sana wakubwa wangu Okumu na Sakali mkiwa studioni. Kwa sasa hivi nitamatishe, tukutane Wednesday eneo lingine katika bunge la Maisha mtaani edition. Nimekuwa wako Chris Kimuya, nadhani Amani Aila atakuletea habari.